Jaribu la nyika, wokovu wa Baraka na jipi yake. Jua la jioni lilikuwa likishuka kwa kasi kule upeo wa macho, likimwaga mwangaza wa dhahabu juu ya mbuga ya Serengeti. Baraka alikuwa kivinjari kwa maridadi ndani ya jipi yake mpya, ndoto iliyokuwa imetimia. Magurudumu makubwa ya gari hilo yalikuwa yakikanyaga vumbi la nyika kwa ujasiri, yakimfanya ajihisi kama mfalme wa pori. Hata hivyo, ujasiri ule ulimfanya achague njia ya mkato kupitia mto Mara. Maji yalionekana tulivu juu, lakini yalificha shimo refu chini yake. Alipoingia katikati ya mto, gurudumu la mbele liliteleza. Jipi ile iliyumba na kutumbukia kwenye vilindi upande wa kushoto. Injini ilizima ghafla na maji baridi yakaanza kuingia ndani, huku shinikizo la mto likizuia milango kufunguka. Kupitia kioo kilichoanza kupata ukungu, Baraka aliona macho ya kijivu ya mamba mkubwa yakimkaribia. Alijua hana muda. Alichukua nyundo ya dharura, akavunja kioo cha abiria na kujisukuma nje hadi juu ya paa la gari lililokuwa likizama. Ghafla, kishindo cha injini yenye nguvu lilisikika. Lilikuwa ni gari kubwa la doria la walinzi wa mbuga, Land Cruiser yenye winch. Askari walitathmini hali ile kwa haraka. "Shika kamba hii," askari mmoja alipiga kelele akimrushia Baraka kamba nzito ya chuma. Baraka aliidaka kamba ile na badala ya kujiokoa yeye tu, aliifunga kwa ustadi kwenye sehemu ya mbele ya jipi yake, bulba. Vuteni sasa," alipiga kelele huku akiruka ndani ya maji na kuogelea kwa kasi kuelekea ukingoni, huku mamba yule akichelewa sekunde chache tu kumfikia. Walinzi waliwasha winchi yao yenye nguvu. Kamba ya chuma ilijivuta kwa nguvu, ikitoa sauti ya kukwaruza dhidi ya mawe. Taratibu jipi ile ilianza kuchomoza kutoka kwenye vilindi, ikimwaga maji kama nyangumi anayepumua. Dakika chache baadaye, Baraka alisimama ukingoni, akitetemeka kwa baridi, lakini moyo wake ukiwa mweupe. Jipi yake ilikuwa nje, imeloa maji lakini ikiwa nzima. Alitazama mto na kisha kutazama gari lake, akitambua kuwa ujasiri na msaada wa haraka vimeokoa uhai wake na ndoto yake pia.